Nilipoanza kupata dalili hizi zifuatazo, ilinichukua muda mrefu sana na ilikuwa ni changamoto kwangu kukubaliana kwamba nimeanza kupata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Nilijaribu kukaa peke yangu, nilijaribu kutafakari, nilijaribu kuangalia nini ambacho kinaweza kikawa ni sababu ya mimi kupitia katika changamoto hii ambayo naipitia. Ilikuwa ni mwaka 2005 ambapo nilipokutana na mwanamke fulani. Ndipo ambapo nilianza kuingia kwenye mahusiano bila kujua kama nina changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Mwisho wa siku ilinichukua muda mrefu sana kuanza kujitafakari na kujitathmini, kwa sababu nilipoanzisha mahusiano ndipo ambapo nilianza kuona ninakosa nguvu wakati wa tendo la ndoa, ninashindwa kusimamisha uume vizuri, hamu ya tendo la ndoa inakuwa haipo, kuna muda nachoka sana wakati katikati ya tendo la ndoa. Kuna muda mwingine nikajikuta kabisa ninakuwa nina struggle sana kutafuta hisia au hamu ya tendo la ndoa. Japo zilikuwa ni dalili ambazo zilikuwa ni za kawaida, lakini zilikuwa zinanipa changamoto kubwa sana kuweza kujua na kukubali kwamba hiyo changamoto ni mimi inanikabili. Nikijaribu kukumbuka kipindi cha nyuma baada ya kujifanyia tathmini, nikaja nikagundua kwamba nilikuwa nafanya punyeto, pia nilikuwa nafanya masturbation. Hali ambayo ilisababisha kuathiri mifumo yangu ya uzazi na matokeo yake kunipelekea kuanza kupata dalili hizo ambazo nimezitaja. Ilinichukua wakati mgumu, nilishindwa kufanya kazi, nilikuwa na msongo wa mawazo, na mwisho wa siku ilisababisha pia nikafukuzwa kazini, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi katika kiwango ambacho si kizuri. So hata bosi wangu aliamua kunitimua kazini na kuona kabisa sistahili kuendelea kufanya kazi pale, kwa sababu production ambayo alikuwa anaitegemea kwenye ofisi ambayo nilikuwa naifanya ilikuwa inaenda inadhorota. So akaona nitoe ili aweze kupata mtu mwingine. Maisha yakazidi kwenda, nikabidi sasa niende hospitali kwa ajili ya kwenda kujielezea, na nilipoenda kujielezea niliweza kumuelezea chanzo, na moja kwa moja nikajaribu kufunguka ili niweze kupata ufumbuzi wa tatizo langu. Kumbuka nimeshaingia kwenye mahusiano, niko na mwanamke, lakini pia nilikuwa nimeshaanza kazi. Kwa kazi imeshanipiga chini. Kwa nina stress ya kufukuzwa kazi, lakini pia nina stress na hayo mahusiano ambayo niko nayo, muda wote yanaweza yakaharibika. Pale ndipo ambapo nikaamua kuwa muwazi. Nilimuelekeza daktari kuhusiana na changamoto ambayo nimeipitia. Nikamuelekeza kwamba nilikuwa nafanya punyeto kipindi nikiwa nasoma, na mwisho wa siku ile punyeto ikawa imeniletea changamoto nyingi. Sikukata tamaa, ila niliamini kwamba nipo sehemu sahihi ya mimi kuweza kupata ufumbuzi na kupata utatuzi wa changamoto.